Okay, unasemaje kuhusu mbio za ubingwa msimu huu? Ndio za ubingwa msimu huu. Yani unaniuliza mimi shabiki wa Yanga? Mimi sio shabiki kwanza. Mimi ni mwanachama. Okay, mwanachama. Unaniuliza mimi mwanachama, unakuwa mwanachama, mbona mimi kama unaondoa walisi wangu mimi na wewe? Yani wewe kwenye kundi lako, yani sawa na wale ambao wanasemaga kwa kwenye msafara wa mamba na kenge wamo. Yani mimi kama kenge bila mkia bila mkia tu sina. Kwa sababu gani? Sisi tuna mfumo wa wanachama. Mimi kila siku mnaidiwa, niliwaambia kwamba hiki kitu ambacho kwamba kinawafanya yani wameona mambo yamegoma wakaingia Damalo. Sasa hivi sasa unaona na Damalo imegonga, hiyo unaona wanazusha. Unaona ukakuta kwamba na unaweza kukuta Simba ndio wamezusha hii swala la nyeti. Unaweza kukuta yani wana Simba, yani viongozi wa Simba ndio wameanzisha ile kumgusa mtu ili watu wa Saula Damalo. Hamna hiyo, wameanzisha wakina dada tunaonyima hela. Tunaonyimaga hela wale. Ndio wameanzisha hiyo. Sina tunyima hela. Ila lakini mimi nasikitika Kinga Simba. Simba pata wapi? Kinga ya nini? Ya sasa nyeti zangu zikiondoka. Hauna wewe unayo ndugu yangu. Mimi nyama ya serikali ishinde kuilinda. Kwani una akiba? Akiba hiyo sasa ndugu yangu, uniambie mapema. Hebu ngoja nijilinde kwanza kwa sababu hiyo sasa hivi mwanaume kutaka kuwa mwanaume asilia na baba baby na umefunga na pini. Ile hadi nyeti zisiondoke kwa sababu ukiangalia kwamba sasa hivi ndio yangu bado changa. Sasa usije mke wako kaanza kumuita, naweza nikaanza kumuita mke wangu dada. Dada mnasalimiana vizuri. Dada bali za asubuhi. Wakati shughuli una wewe mtaje mke wako sasa shughuli una. Ngoja kwanza na mic. Ngoja nishike mic. Upe nani? Kichuya asije kaanza kumuita mke wake dada. Unajua bei kubwa sana, bei yani bei kini na bei kuliko nini? Kuliko bei ya mafuta. Mimi siwezi kupata hivi. Bwana tuwe ndugu yangu, bwana tuvumilie kidogo. Hapa nataka niweke kinga kwanza. Alafu ndo Yanga inafuata. Sasa ndugu yangu, nikubania wapi? Mzee pini laki moja. Hapa ngoja sasa weke kwenye mkono, sio kwenye mashine yenyewe. Uko sibane. Sasa ila anakunja mara ngapi? Mimi nataka nakunja tena afu na bana. Na maana hapa tayari ndugu yangu mimi nipo kamili. Nyala za serikali zimelindwa. Usalama kwanza bwana. Wanasema usalama kwanza. Linda nyala hapo tuendelee. Na maana sasa tuongelee sasa mpira. Unakuja na swala gani la mpira? Bwana pale Mbezi na sasa kuna jamaa anazo kwenye kiroba. Amekuja nazo tofauti size. Utachagua nini tubadilishe? Mimi yangu inanitosha. Kama unaona kwa ikutosheleza kama mwisho. Unaongeleaje kuhusu malalamiko ya Simba kuelekea mchezaji wenu wa Yanga? Ndio maana nimekuambia hivi, unaweza ukakuta kwamba hata hii akushika bega ameanzisha Simba ili wawasalishe la Damalo. Unajua nia yao, ujue nikwambie kitu. Yaani wale ni wameshaishiwa mbinu za ubingwa. Yaani Simba ameishiwa mbinu za ubingwa. Wao wanaamua kwa alafu sasa sio mbinu tu za ubingwa. Yaani kuna wanawaahidi mashabiki wao ahadi nyingi, lakini ahadi zote wanazoahidi hakuna ahadi inayotekelezeka hata moja. Kwa hiyo ina maana kwamba wanawapoteza mashabiki wao kwamba ili wasiendelee jambo hili, kwa sababu walikuja na masuala. Kuna masuala gani nilikuja? Unajua kabla ya kadi unajua hawa Yanga wanajisaulisha. Simba mpaka analalamikia kuhusiana na Damalo Kamara. Simba ni mtetezi wa mpira wa Tanzania. Kwa nini nasema hivyo? Simba alianza kuwalalamikia wakina Damalo, wakina Keyeke na yule Asafati Bada ni wakati ule wako Singida, kwa sababu waliamini watakuwa kuja kunufaika na haya ni Yanga. Ndio maana unaona moja kwa moja alipokuja ngoja kwanza. Sasa katika hilo swala ulikuwa na washtaki Yanga au na washtaki wa uhamiaji kwenye swala hili? Kwani Yanga ndio wanatoa uhamiaji?
kwa sababu uraia anatoa mtu mwingine, wewe unakujaje kumshtaki Yanga? Kwa hiyo ulikuwa unataka Simba tuandike sisi tulikuwa yani nyinyi mngeonekanika wa maana, mngewashtaki wale nani wanaitwa. Sisi tulikuwa tunahoji uhalali kwa sababu unamhoji nani? Damalo yule kwenye timu ya taifa namba anayo. Unamhoji nani? Damalo. Unamhoji nani? Damalo yule. Acha unamhoji nani? Sisi tulikuwa tunahoji TFF. Kwa nini Damalo asiitwe? TFF ndo alimpa uraia. Sio uraia. Sikilize ushote kumpira. Hawa sasa hivi hawana sera. Kilichobaki sasa hivi wanatafuta fitina za juu na chini ili mradi wategeze mipango wachukue kombe. Sasa unasemaje? Wapige kazi, waache bla bla nyingi hazifai. Baba yangu ulinzi unao. Unao nimeweka kwenye box yangu pembeni. Alimwona kwa sababu unaogopa ukiondoka hizi na maana. Mazingira ndio kama hivi, tumechoka dunia sasa, ishoka kama nini mtagofu. Sasa sisi tunaishije sasa? Mawigi ni swala ni moja. Hawa sio kusema kwamba kwa ajili ya wao wanautaka ubingwa kwa udi na uvumba. Kwa sasa kutaka udi kwa udi na ubingwa kwa udi na uvumba, lakini na pamoja na yote wanawasaulisha wanachama wao vitu walivyowaahidi. Kwa sababu kiangalia walikuwa wamewaahidi kwamba tarehe 17 tunaanza kutoa kadi 27 wanaanza kutoa nini? Kadi za wanachama wanaanza alafu sasa swala yani unaenda kufungua matawi ujue wanachama wako wangapi. Kwa hiyo wakaona hilo swala limefeli, alafu sasa wakaingia kwenye swala la Damalo. Wanajua kabisa kwamba hiki tunachokifanya ni kitu ambacho hakiwezekani, kwa sababu ukiangalia Yanga TFF sio watu ambao wanamvua, wanafanyaje? Wanampa uraia mtu, uraia unatolewa na migration. Kwa hiyo inabidi kama wao walikuwa wanahoja kabisa wangeenda kuwashtaki migration. Sasa hivi chama, unajua kwa nini kadi za wanachama hatujatoa mpaka leo? Unajua kwa nini kadi za wanachama hatujatoa mpaka leo? Kwa nini kadi za wanachama hazijatolewa mpaka leo? Kwa nini hazijatolewa mpaka leo? Kwa sababu vita inayoendelea Mashariki ya Kati huko. Kwa kadi imetoka kule. Nisikilize. Ngoja kwanza. Kwa kadi zinatoka Irani. Material. Wewe tusikitike. Ni material wanatengeneza kadi za wanachama. Wanasemaje? Mfamaji aishi kitapatapa. Hawa ndugu zetu kwanza walisho kuambia kwa mashabiki bora. Kaa kujua wewe. Yaani sasa na mtoto kamka asubuhi hataki kwenda shule. Mwanangu wewe shika, nimekukea pizza huko, nimekukea na shilingi 1000 ndio kama ndugu zetu. Sisi tunataka burudani uwanjani, hatutaki maneno. Hawa ndugu zetu washtuko, wainuke, watoke usingizini walipolala. Mimi nimemsikia Dalali akiongea, alikuwa anahojiwa na Crown kama sikosei, alikuwa anahojiwa na Crown, anasema kwamba kwa kitendo wanachokifanya Simba wanafanya kitu cha kitoto, hata waende kasi hawezi kufanikiwa kwa jambo hilo. Sasa cha kuwashauri ni Dalali, lakini Dalali wa Simba nani anaitwa Dalali leo kutafutia chumba kingine nani yule mkiongozi wa Simba yule Dalali, anamaanisha Hassan Dalali wa Simba. Lakini lazima tujue kitu kimoja, na Simba na wachezaji tunawapenda kiukweli, yani bila nyinyi sawa, yani ligi yetu inakuwa haina mvuto. Ndio maana tunawaomba kwenye tunawaomba kama ikiwezekana muandamane, msikubali kuendekezwa. Nisikilize, msikubali kuendekezwa kama wanawake wanaokopesa vikoba vya hasa kila siku 3350. Naelewa kama mimi mama mishangazi ya maneno. Cha msingi andamaneni. Kuna baadhi ya viongozi wenu wanawahujumu. Mnavyoongea ukweli, mwisho wa siku wanapuuza, wanaletea agenda ambayo haina msimamo, na mwisho wa siku mnaonekana nyinyi hakuna maana. Wakaona la Damalo linafeli, wakaja na uwanja. Damalo, unajua Simba kesi walikwenda kuifungua kule, kocha Gamondi yule ni Mtanzania, kwa nini asimuite kwenye timu ya taifa? Yaani alikuwa anamwambia tu Gamondi amuite Mtanzania mwenzetu yule. Sasa mambo taratibu, mambo mdogo mdogo, mambo ya kuputi kama hivyo. Maana yule atatusaidia kwenye timu yetu ya taifa. Nisikilize, atatusaidia, lakini timu ya taifa kuliko kibudeni. Sio kwa haraka tu mtu wa mtu hivi atatusaidia kuliko kibudeni. Kuna wakati kuna mchezaji anajua ya kujua zaidi, lakini kila kocha anaoingia pale ana mifumo yake na wachezaji wake ambao wanahitaji. Kuna wachezaji ukiangalia expense kabisa wako wazuri tu kwenye vilabu tofauti tu, lakini kwa sababu hajaita kutokana na mwalimu yeye mwenyewe anaangalia choice yake, mchezaji gani namtaka. Lakini naamini inshallah uwezo Mwenyezi Mungu, kwa sababu nyinyi mlipiga makelele mkasema sio Tanzania, lakini kwa sababu na yeye mwalimu pia wa timu ya taifa Gamondi aliangalia kwa jicho la pili, akasema huyu na nitamtumia nionyeshe kwamba huyu ni mchezaji halali, kwa zile pasi anazopiga, kwa jinsi anavyoingia miguuni kwa adui, kwa jinsi anavyotetea, kwa anavyoiona kwa anavyocheza kwa Dar es Salaam Africans. Ni mchezaji ambaye ana fight sana.
yeye kuja kujiunga kwa timu ya taifa atatusaidia kwa asilimia kubwa sana. Hivyo basi unatamani mchezaji gani pale Simba naye wampe uraia awe Mtanzania kama Damalo? Uraia sio kama mchele tu bora kupita tu. Kwa nini kwa Damalo imekuwa rahisi? Damalo ni raia kabisa, yule ni mzaliwa wa Mwanza. Unaelewa? Wewe ulicheza naye nasikia. Mimi nimecheza naye yule. Bugando. Nimecheza naye pale uwanja wa Bugando pale pembeni. Ashika historia yake, alikuwa mchezaji mpira, sema tu maisha tu yalimshinda, akamwambia aipende timu ya kutoka moyoni, timu ambayo inajua. Paimara Damalo alipata kanisa gani? Kipaimara. Labda mimi yule nimsaidie. Yule ni Muislamu. Sasa Kipaimara anataka yule nimsaidie, baba nataka nimsaidie. Kwa alisoma madrasa Mwanza kwa fresh. Alisoma ndio. Bado sijaona historia yake wametoa. Na kadi yake wameinasa. Mbona ameonekana amezaliwa mwaka 1900 na ngapi? 98. Alafu kadi amepata lini? Cha uraia. Sasa alikuwa yupo Tanzania, alikuwa anachezea timu ya nje. Alikuwa yuko Tanzania, kwa amekuja Tanzania, kwa hiyo baada ya kuja Tanzania nasikia nashika. Mbona Morrison aliomba sana uraia, aliomba uraia chizo kabla unaweza kumpa uraia. Atakuja kufua nguo mbele ya mataifa pale. Uraia pia hivi wewe unaangalia una kitu maalum, unajua kusoma na kuandika na una uelewa wa kutosha. Unafikiri uraia tu kama mchezo tunachukua kwa taifa. Labda nikwambie kitu kimoja wewe. Tanzania sasa hivi asilimia kubwa waandishi wa habari wanafanya kazi kubwa sana, lakini kuna waandishi wa habari wengine wapo kwa ajili ya kuwachachafi ya wachezaji. Unaelewa? Lazima nizungumze ukweli. Angalia. Nikwambia kitu kimoja cha msingi, tunapambana, tunahangaika, sisi mashabiki ndio tunaifanya ligi yetu ya Tanzania. Yaani kwanza kabla hujaendelea mimi nikutakia happy birthday. Asante sana kwa sababu nataka kudhalilisha Sisi kama jamaa alizaliwa. Ona maana anapenda. Mbona Yesu alizaliwa? Lakini mpaka leo kwa babake. Babake. Jamani tumdunia kaza kwa kuongeza miaka. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli nimefika kuna 9 miaka. 16. Sasa wewe 16 ana 16. Ana 16. Maana kama Dennis Nkane. Unajua unaweza nikatoa riski kwamba bwana ndio timu ya taifa ya mashabiki na ya under 16. Kwa hiyo na mimi nitapendekeza. Nitakuwa nimemaliza. Ni kweli. Kabisa. Mimi ndo nimemaliza na 7 juzi. Sasa bado tunashacheza Aniso Mtanzania kama Damalo. Mkonga. Aniso Mtanzania kama Damalo. Lakini anaonekana sina ndui ni Mkenya. Majirani zenu na mimi tumuombe. Subirieni vita ya magharibi ishe, Simba tupate kadi za wanachama. Ila jamani, tungoje tu kweli. Unajua